Mtazamaji wa Lokoma TV, leo tumepata nafasi ya kupiga story. Hii ni exclusive interview na mtu mkubwa sana kwenye tasnia ya filamu ambaye amepata kucheza kwenye filamu nyingi ambazo zimepata headline na zilikuwa maarufu sana kwa enzi hizo ambazo yeye amecheza. Anaitwa Tash the Glit. Leo tunapiga naye story hapa kupata machache ambayo tulikuwa tuyafahamu kutoka kwenye tasnia wakati huo ambao anacheza mpaka hivi sasa. Mkubwa, habari yako? Salama tu, salama ndugu yangu. Kama unavyoniona hapa nipo katika dude kubwa kabisa na Lokoma TV. Ni hodari sana, ni kampuni kubwa sana na isitoshe ni kampuni ambayo binafsi nafanya vitu vikubwa na vitu vizuri sana. Nafuatilia sana kazi zenu. Naam. Nashukuru kuona kwamba unatufuatilia. Kila siku kadri muda unavyozidi kwenda na miaka inavyozidi kwenda, unaonekana ni mtu ambaye uko smart sana, unapendeza sana. Siri nini hapa kati ya wewe na kupendeza? Mimi kuvaa tangu utoto, kwa sababu kuvaa sisi tangu utoto, kwa sababu watu wengi wanajistiri utupu tu au maungo, lakini kuvaa wanavaa watu wachache sana. Unajua paka uambiwe umependeza sio kitu cha mchezo, Sheikh. Uambiwe umependeza maana yake vitu ulivyovaa kodi zake ni balaa, ni za hatari. Kama unavyoniona mimi natupia vitu ambavyo vingi tu. Sio na ngome chokio, balaa kabisa. 150 hiyo. Mtu mwingine binafsi ushaenda kupanga nyumba. 150 hiyo 150. Mimi nimeweka mguu na ikanyagia. Unaona bwana, laser vitu vya hatari hivi. Ndio maana nikaitwa Tash the Glit DD Dr. Fulvinity. Ni mtoto mdogo lakini maarifa mengi sana. Tubaki hapo kwenye kupendeza. Hasa pia kwenye muonekano wako. Mimi nimetoka na kuwa naangalia TV na kuona. Leo nimepata nafasi ya kukuona live na napiga story na wewe. Still uko vile kimuonekano, kisura, kwamba uzeeki, inakuaje kitaalamu kwamba umri haujaenda? Unajua sio lazima kuzeeka wala umri kwenda nini, umri sijui nini. Kitu kikubwa binafsi kujitunza, kulala mapema, kula chakula unachokitaka sio unachokikuta. Unajua kama mimi ugali mesili. Tangu utoto babu yetu alikataza ule ugali tangu utoto. Babu alitukataza, Mungu aliumba mahindi ili uyachemshe au uyachome ili utafune ukaze meno, lakini watu wanatwanga. Chakula gani? Akitui chumvi, akitui binzari, akitui tui, akitui mafuta, unga na maji. Wewe uliona wapi? Kula utumie nguvu, kuosha vyombo nguvu. Kweli jamani, siwezi ugali, sisi tumekataa kula na babu zetu, tunakula wali, vitu vya ngano, wali nini, vipopo, vibibi. Mikate mizuri, siagi. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba hiyo ndo siri pekee ambayo inakufanya wewe mpaka leo unaonekana hivi ambavyo unaonekana, si ndio? Uniona hivi kama mtoto mdogo tu. Sura yangu kama ya kitoto. Kama vile nimwagiwa tui la nazi. Kama vile nimwagiwa tui la nazi. Kwa sababu tunajitunza kwenye kula na kwenye kupumzika. Watu wengi sana hawaliziki wanachokipata. Mtu za binafsi yeye kila siku apata muda wa kupumzika. Ulale masaa 8, lakini watu wanalala masaa 2 masaa 3. Wapi na wapi? Lakini mimi namshukuru Mungu napata muda wa kupumzika vizuri, na kula ninachokitaka sio ninachokikuta. Cha pili, kwenye mavazi navaa vitu unique. Unique sana. Sawa. Nimependa hiyo Mkubwa Tash. Nataka turudi kwenye tasnia ya filamu kwa ujumla ambayo wewe unaihudumu kuanzia miaka hiyo mpaka hivi sasa bado unaendelea kuihudumu. Nataka tuizungumzie Devil Kingdom. Umeonekana mle kwenye Devil Kingdom. Na natamani kufahamu kwa ufupi sana link yako mpaka kuwepo Devil Kingdom na wale watu mastaa, watu maarufu ambao mlicheza nao mle. Ilikuwaje? Maana ilikuwa sio rahisi kwa inavyosemekana. Sio rahisi kwa sababu mimi alinipigia kabisa nguli wa sanaa Tanzania, Steven Charles Kanumba. Alinipigia simu mwenyewe, bwana ndugu yangu nakuomba uje tukampokee Lamsenom Nigeria yule. Tukatoka na nafasi ilichaguliwa mimi kama vile binafsi mtoto wa kipekee. Tuseme mtoto wa kipekee kwenye uigizaji. Kwa sababu kwenye kuigiza fundi baba. Mimi fundi, kwenye kuigiza fundi sana. Nikapata nafasi na sikuichezea ile nafasi, lakini ile nafasi katika msichana ambao wa kucheza Kajala, nafasi ilikuwa sio kwake. Kajala ile nafasi ilikuwa sio kwake. Watu walikaa kabisa cabinet, nafasi acheze Wema. Wema Sepetu. Acheze Wema, Madam Wema, mwenye macho ya panzi,
mwanamke wa kipekee, mwanamke mzuri mno, ngozi yake laini kama ngozi ya konokono. Mwenyezi Mungu ampe afya njema tu. Dada ana roho mzuri sana. Mzuri sana dada yule. Lakini Wema kipindi kile yupo na Nasibu Abdul Diamond. Diamond ndo alikuwa. Diamond alimkataza kwenye mahusiano makubwa. Wema akakataa ile kucheza ile Love the Kingdom. Kanumba akasema hapa nimwite Irene Paul. Kwa hiyo Mkubatasho utakusema kwamba alipata nafasi na pengine Diamond asingemkataza angecheza. Angecheza. Kwa kikwazo kilikuwa kwa sababu kucheza, kwa sababu nani alimpenda, Mwalimu Kanumba alimpenda sana Wema kupita maelezo. Roho yake alimpenda sana yule msichana, alimpenda sana. Na Wema lazima umpende. Wema kwanza na sauti tamu. Cha pili mwili wake kavyo kamwagiwa tui la nazi. Mwili wake laini kama ngozi ya konokono. Cha tatu bingo la mapishi. Mimi kwa Wema nishakula sana kwa Wema. Wema alinekea samaki mimi sahani ndogo. Kichwa kinachungulia, mkia unachungulia. Hoya mchezo ni. Na ana choyo Wema. Mimi namuombea sana kwa Mungu Wema. Ana choyo na Mungu atambariki sana. Wema na Alini Woya hawana choyo. Mwenyezi Mungu awajalie sana. Sawa Mkubatasho. Sasa ilikuwaje hasa mpaka kaja kucheza Kajala badala ya Wema? Sasa baada ya Wema kuwa longolongo likawa kubwa, Steve akasema tumwite Irene Paul. Dadangu mpendwa kabisa, Irene Paul. Mwanamke ambaye mwenye misimamo ya hali ya juu zaidi. Irene Paul alikubali kucheza. Ila alichelewa kwenye muda kufika location, alichelewa. Alisubiriwa sana, ukawa muda unazidi kwenda. Unajua na wenzetu wala wa Nigeria wanaenda kwa time, kwa muda. Ushafahamu bwana. Ikabidi sasa watu wakafanya jitihada zingine, mbadala mwingine, plan B. Ikabidi ndo wakamuita Masanja Kajala. Wakamuita Kasanda, akaja mule akacheza. Lakini hata Kajala anavyocheza mule pia alikuwa akapoteza confidence, kwa sababu mtu anacheza naye ilikuwa ni mkubwa mno. Sawa. Na tamani kufahamu hapo kwenye swala zima sasa la maokoto. Ni miongoni mwa movie ambayo imekunufaisha ama imekufaidisha sana pengine kwa sisi ambao hatujui, sasa ndo tunakuuliza wewe. Kipindi kile Mayasamlisho anakupa hela yeye kama yeye, lakini mimi Kanumba alikuwa ananifinyia. Bwana dola 200 hiyo kachenji mwenyewe na manga ndugu yangu, kwa sababu hizo umezizoea sana. Umezizoea sana na rafiki yako na Singayomba umezizoea sana. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye wa kujiongeza. Chakula Kanumba na chakula mimi. Kanumba kaenda sehemu kula, basi lazima tule pamoja. So tena tajiri anakula michips na mikuku, wewe tena unakula makande au unakula vitu vya ovyo. Aagiza kile anachokula yeye. Kitu kikubwa ndio hicho, lakini nilipata fedha. Fedha nilipata. Fedha nilipata kwa sababu imenifaisha paka kwenye kufunga bomba la mvua, kwa sababu Majarede nayo anaumiza mwili. Majarede kikopo cha kidoo cha lita 10 na ndoo. Kidoo cha 10 kindoo cha lita 10 kile na kopo ile inamainuka. Ukishiba sana unaweza katapika ile. Lakini maji yanatoka juu. Naoga maji ya juu sasa hivi nimesema madede. Bomba la mvua. Sawa Mkubatasho, imekaa vizuri sana na tumalize na hili hapa. Tasnia bado inaendelea kupambana kadri ambavyo inaweza. Na nyie mlipambana mpaka ambapo mmefikisha hapa ilipofika sasa. Na wewe ukiwemo mpaka sasa kutoka huko mlikotoka. Teki yako ni hipi hasa kwa tasnia, kwa vijana ambao wanachipukia kuja kwenye tasnia? Unawaambia nini, unawashauri nini hasa ili kuona kwamba tasnia haifi kama nyinyi mlikoitoa na mlikopeleka na inazidi kuendelea? Kitu cha kwanza kabisa, watu kuheshimu watu. Wasanii wa sasa hivi waheshimu watu. Wasijifanye ujuaji. Cha pili kuheshimu producer. Cha tatu kuheshimu wasanii wenzao ambao walikopo pale. Cha nne usimbeze mtu. Kitu kikubwa duniani kuheshimu watu. Ukiwa na mtu mwenye heshima utafanikiwa tu. Ukiwa mimi nimefundishwa na watu wengi. Nancy Ngayoma,
director Tanzania, mwandishi wa habari Tanzania amenifundisha. Ushanifahamu bwana? Steven Charles Kanumba amenifundisha. Vincent Kigosi Lei amenifundisha. JB mimi amenifundisha. Ushanifahamu? Wasanii wengi paka Mlisho Zayumba. Sasa hivi ni bosi wa Mafia Boxing amenifundisha. Wasanii wengi mimi wamenifundisha wakubwa, lakini sikuwahi kuwavunjia heshima, najishusha. Unaona kujishusha hivi? Ndio hivi kawaida yangu nimekujishusha. Najishusha kwa sababu nipate vipya kwa watu. Kitu kikubwa kabisa kilichokuepo, wasanii wa sasa hivi wengi wajuaji. Wengi wajuaji. Ndio hicho binafsi mtu filamu moja tu kashaanza kutamba. Anatuna mtana namna hii. Ndio mimi. Nini wewe bado? Wewe bado kuwa na heshima na watu. Watu wakupe matilio makubwa, matilio mengi ili uwe bora zaidi, sio bora uwe bora zaidi. Uwe msanii kati ya wasanii ambao manguli. Ushanifahamu? Kwa nini kila siku kwa wasanii wanachipukia kila siku wengi, lakini malegend wapo wale tu. Wale malegend watu maarufu wale tu wanakuwa. Kwa nini? Kwa sababu wanajua misingi ya sanaa ni nini. Wanajua jinsi kuishi na watu. Mtu anamwambia una shoot bwana saa 5. Saa 5 una shoot, inabidi ufike hapa mida saa 3 ushafika. Lakini mtu msanii anakuja pale saa 7, saa 8. Kwanza ni mtu binafsi atakupenda wewe. Bosi kafika saa 3, wewe msumbufu, unawasumbua watu nini? Unasumbua watu unapolala kitanda chenye chafuti 2 kama uko Muhimbili, kutaka kujigeuza mpaka usimame dede ndio upande wa pili. Kweli. Lakini waheshimu watu. Waheshimu watu. Bwana kushuti saa ngapi? Saa 2 asubuhi. Wewe saa 1 uko pale. Unawasubiri watu. Ndio mimi nilikuwa nafanya. Ndio mimi unione ovyo ovyo. Ushaona ovyo ovyo mimi. Kwenye matamasha na mbalimbali unione ovyo ovyo. Kwanza unione ovyo ovyo. Sababu na misingi na misimamo yangu, unaponita kwenye kazi yako mapema niko pale. Mapema kama nipo pale, sababu naheshimu kazi yako. Naheshimu kwa sababu wewe unapoteza fedha. Unapokaa labda location umeilipia, unapokaa media inazidi kwenda, ikifika ile time ya location yako ulolipia, unakaa ulipie tena kwa mara nyingine. Kwa nini nikupe hasara ndugu yangu? Haipaswi, inabidi nifike mimi mapema ili wewe ndio unicheleweshe mimi sasa. Ndio kitu kikubwa hicho, heshima. Mimi naombea wasanii wanakuja vizuri, wanajua kuact, wanajua nini, lakini lazima uwe na heshima na watu. Kwa teki yako hasa na teki yako kubwa ni kwamba watu wanatakiwa waheshimu watu ambao wamewakuta kwenye tasnia na wanaelekeza na vitu kama hivyo hapo. Sawa Mkubwa Tash, tumalize na hili hapa. Yes. Mbele uko karibu sana na Ray. Kwa nini Ray tokea alipoproduce ile Tandi? Mpaka leo hajaproduce tena, inaonekana kama kashuka. Nini tatizo la kushuka la kupromoka kwa Ray Kigosi? Tunaenda. Inaendelea. Mkubwa Tashi, nataka nikuulize kitu kimoja ambacho kimekuwa kikionekana mara kadhaa kuhusu ukaribu wako wewe na Vincent Kigosi Lei. Mmekuwa mkionekana sana, amekushirikisha kwenye kazi zake kadhaa. Tangu produce Tandi iluke na ilivyoisha mpaka sasa hivi hajaonekana tena movie, hajaproduce wala hakuna chochote ambacho kinaonekana kutoka kwenye kampuni yake. Wewe kama mtu wake wa karibu, nini hasa kinaendelea? Imekuaje hasa mpaka ukimya huu umetokea mpaka sasa? Unajua Lei ni jitu kubwa. Lei ni mtu ambaye binafsi anafanya kazi kwa kutumia akili sana. Unajua Lei kwenye Tandi alisumbuka sana na wasanii. Ndio wanakuambia kila siku wasanii hawatizami muda, hawatizami producer, vitu gani wanapopoteza. Kwa sababu Vincent Kigosi amekuwa kimya kwa sababu unajua ukiwa producer kwanza usiwe na hasira, kwa sababu vinakuja vitu vingi vya kuangusha wewe. Na kuna watu pia watakuwa wametumwa mwenendele kama muangushe tu huyu. Kuchelewa kufika nini, mambo mengi yanakuepo. Lakini kwa kipindi hichi Leka katulia kwa muda mrefu kidogo. Anajipanga, anakuja na dude kubwa sana, nenda kuja kutikisa Afrika Mashariki na Kati. So Tanzania tu. Wewe unakosaje sasa? Yule ni my brother another mother. Yule ni kakaangu. Vincent Kigosi ni kakaangu. Nabii Yusufu mwenye sura kama mtoto mdogo, enga bingwa wa kuvaa Tanzania. Vincent Kigosi mchezo wewe. Angalia Vincent Kigosi bingwa wa kuvaa Tanzania. Hakuna msanii yoyote Tanzania anayevaa katika uigizaji kama Vincent Kigosi.
Wa pili mie Tash is a great DD Dr. of Divinity. Umeona laser hii? Wao ni binafsi hata macho yako yanavoumia kutama laser. Kwa sababu binafsi nakwambia Vincent Kigosi anakuja na dude kubwa. Wao ni sasa hivi binafsi hata Uber inapofanya vizuri baada ya kumuingiza Vincent Kigosi. Angalia Uber, iangalie Uber vizuri kwa sababu Vincent Kigosi anafanya vitu vikubwa. Ni bingwa wa kuvaa, ndio bingwa ambaye ni mwigizaji nguli, ni mwigizaji anayejua kupita maelezo. Vincent Kigosi anajua, hakuna msanii yoyote wa kumpita Vincent Kigosi. Anajua paka anajua tena. Brother yangu yule bingwa anakwambia. Nikwambia mimi yule yenga yule akivaa kanzu ekaeka, akivaa suti ekaeka, akivaa kibrazameni ekaeka, akivaa Kinigeria ekaeka. Avae nini? Akivaa gunia ndio usiseme. Uso wake hauna makunyanzi, uso umenyoka hatari. Mtu anaoga wima bwana, uso unakuwa na makunyanzi. Mtu anaoga wima. Yeye anaoga wima Sheikh. Bomba la mvua kama ungo juu, maji mwa hata sabuni kiwa huko inapigwa na maji inatoka. Jambo la mchezo sasa. Sawa mkubwa Tash. South Africa vipi? Kuna nini kinaendelea? Unazamia sana kule South kule. Kwa sababu kwenye kutafutaji. Mwanamume usiogope kutafuta. Tunatafuta sana kwenye kutafuta ili uzeeni usije ukachekwa. Uzeeni usije ukachekwa. Unajua nyumba za kupanga zina mambo mengi sana. Unaweza ukafukuzwa ghafla nini, lakini tafuta kipindi hichi una nguvu hichi cha ujana. Tafuta ili ukifika uzeeni upumzike. Ushanifahamu? Kwenye kwenda South Africa wapi? Hiyo yote ni kutafuta. Kutafuta ndugu yangu, kutafuta tu. Kwenye kujituma, kwenye kusazima kujitafuta maisha ili tuwe na maisha bora. Sawa, tumalize na hili. Tutegemee project yoyote ambayo itakuwa wewe ndio umeisimamia, wewe ndio unaiongoza ni kwako binafsi kwenye tasnia? Nishafanya. Nikwambie siri sasa. Nishafanya filamu 27. Unaweza ukaamini? Mimi ndio producer wa kwanza kufanya filamu 27 kwa wakati mmoja. So moja nde 27 kwa wakati mmoja. Na director ni Nasi Ngayoma ambaye yupo hapa Likoma hapa. Nasi Ngayoma amenisimamia mimi filamu 27. Yeye ndio mwandishi, yeye ndio director. Na nikampa donge nono. Fanya mchezo. Balaa. Kwa hiyo pale piga vitu huyu mtu balaa. Nasi Ngayoma anapiga vitu vya Kenya vya London, BBC London, vitu vya Uingereza, kabako nini, anapiga vitu bingwa kuvaa, anajua kwenye kuvaa, anajua kusimamia kazi vizuri Nasi Ngayoma. Anajua. Na hizo filamu zipo na ninazo. Producer Tash is a great. Lakini ni director Nasi Ngayoma. Zipo hizo filamu na zimetulia na sasa hivi nalitafuta sasa hivi binafsi sasa soko lifunguliwe, nipeleke tupate fedha. Nashukuru kwa muda wako Tash the Great. Hii hapa ni exclusive interview mtazamaji wa Lokoma TV. Mimi naitwa KINDA the brand ambassador.